unaimanga sijui wasichana wanaamka nini? Mimi ni OG. Mimi huwezi niimbia. Hebu imba chorus hiyo sijui kistaarabu. Kistaarabu. Kistaarabu shike nkushike kistaarabu. Ndio hivyo. I'm the queen of this show. Yo. So let me introduce you to my servants. My pleasure. Yes. Lord. Please. Meet Mwekali. Hello. Servant number 1. Servant, I took her from Makweni. Yeah. Meet her. Mumbai. Yes. Meet this one. Yes. No. There is a lake in Murang'a. So nilimtoa huko anasemanga yeye ni mcoast lakini she's from Murang'a. Her name is Wanjiko. Wanjiko, eh? Yeah, Wanjiko. Yes. Vizuri, no. Welcome to the show. Asante sana. Yeah, how are you feeling? I'm good. Ski joto? Joto baridi yote. Joto baridi yote. Ngoja kwanza tujiintroduce. We are not servants. No, we are not. Kwa yako majina kamili kwanza Ramadan Karim to all Muslims out there. You know? You look lovely, Aisha. Oh yeah. Asante jamani, mwenyewe nguo nyeupe sina hata dosari hapa ndipo kistaarabu. Hakuna jasho. So screen kama kawaida Aisha Wanjiko, and you can tell by my veil, dressed by Chanel. Yeah, Aisha Wanjiko. So screen, si servants. Zote zina S lakini unachagua ni gani sana. Hata socialite ina S. So, me. Yeah, there you go. Finale. told you that's Finale Galea and flips hair. There you go. Mikali's flipping hair. Yes. And we're all dressed by Shenu today. Yes. Yeah. Let us all get up. Come on. First of all, we need to elewe venye, you know, how we're supposed to walk in this. First of all, you're stepping. Yeah. Aisha has I'm also being very careful so I don't step. Oh yeah, this is an entire veil, guys. Yeah. But I think Aisha is more of the queen today. You know. So queen. Yeah. I'm always the sorry. So This is a mini veil. Shenu had the memo for me. Yeah. Mwanaume amekula pamba. Andunga pamba fresh. Lakini bila soksi. Fresh. Bila socks. Unajua hizi zinaitwa tassel. Miguu inukaje? No, swali tu. Isn't tassels, ama wengine wanazita moccasins, so there's no how you can wear them with socks, That's why it makes sense. And then the pants have to be skinny. Skinny and inaishia tu hapo karibu chini. Okay. Na cutting. Yeah. Okay, can we have a sit now? All right, Yes, we can. All right. Sure. Thank you, Finale. We have lost ya kutosha. You know. Thank you, Shenu. Thank you, Shenu. You look so lovely. All right, sasa karibu sana Otile Brown, Asante. kijana shupavu mwenye ngoma zimekubalika. Sasa Kiswahili pale tuingia ndani, yeah? Kiswahili unatoka kwetu Karibu kwetu Mombasa, si ndio? We'll do this all the time we get I guess you guys should know the flow by now. If you get an artist from Mombasa, lazima niwangarie Kiswahili. All right? It's going to be fun. I'm gonna be I'll be translating. Yeah. It'll be a swimming class for me today. Swimming class. I'll learn how to swim. You can always ask, yeah? I will. All right. So, karibu sana Otile. Thank you so much for for making time this morning. So, hii segment ito catch up. So, we talk about everything that is happening in the show business. And setting us off on catch up. Remember, you can keep the conversation going on social media, Twitter, Instagram, KTN_Life_Style, Facebook KTN_Life_Style, and the hashtag to use is KTN_Life_Style. Kama kawaida, Mikali, what do we have as giveaways? We have IMAX City Walk, right? Yes, we have so many giveaways. You know. Yes. All right. And the question of the day, you guys. The question of the day. Do you know what it is, Shani? No, tell me. Okay. The question of the day is, what do you like the most about your culture? Yeah. What do you take and pride we want in? to start with, because it's Eid season, we want to start with Aisha. We can get to that. Yeah. We catch up. Then we can also find out from every one of us what we celebrate, right? Yeah. So starting us off, Adele. Unga imeshuka, Moja, lakini Adele sasa mgani? Adele Onyango presents a Kiss 100. So apparently she's rocking the new Pharrell Williams kicks together with Adidas. So they cost a whooping $700. So that is roughly 70,000 Kenyan shillings. So yeye ako nazo, apart from her, the first person mwenye alikuwa spotted na hizi viatu ni Mike Sonko. So now Otile, tuanze na wewe, kiatu yenye umevaa pesa ngapi? Imefika ile 80,000 ya dola ama haijafika? Maka unasema jina makubwa yaitwa nini unasema yaitwa? hii inaitwa tassels. Tasso. Pesa ngapi hiyo tasso? Hii bila ku exaggerate ni 7. Shanikwa Shanikwa huo unasema ni ambassador wa
Hii yangu ni 50. Jioni. By usiku. But my question is, Yeah. let's be real. Ukikanyanga 7,000 it's not a big deal. No. Unajua That's 'utakanyangaje? that's 10% of whatever nani was yeah, dollars, that's what I'm spent asking, on her shoe, yeah. Utatembeaje kama unakanyanga shamba ya Roy? Right. 7,000 ni shamba, sorry. Ni shamba. It's okay. Ni Otile, we understand. No. Nakuuliza swali wewe. Ni utatembeaje kama unakanyanga 70k? 70k ni kashamba Roy karibu na police station, kako na maji. No. Mafuta. Would you wear Basi- a 70,000 shoe? It depends, man. If you have the money, why won't you just Adela nanga pesa. basi wewe unamjua bora, unaona sasa wewe unaona you're entitled to that, like wewe una haki ya unaelewa kumwattack kiasi hicho, lakini mimi sijui kama unaona uwezo wake wa kifedha. We're not sure kama ni amepewa kupromote ama ni know? kununua Yeah, amenunua. yeah. Anyway, Jason Derulo is coming to Kenya thanks to Cox Studio Season 5 and it's dubbed Global Fusion Edition. So vile tunaona wasanii like international artists have really been coming to Kenya. Not just Yeah. Kenya, like there's something that it's all of a sudden wanaona iko Africa. Yeah. Ukiona wasanii kama hawa international wanakuja kama hivi Kenya, kama wewe msanii Otile, unaona itafungua zaidi milango ya Mimi upande wangu nahisi kwamba inafungua kwa sababu kitu cha kwanza kile nitasema ni kwamba sasa hii game ni changamfu sana, unaelewa, even to the promoters wenye wanawaleta au wasanii ilikuwa sio kawaida, unaelewa, kama unakuta wakati wa nyuma uliopita. Sasa hivi unakuta nani juzi ametoka hapa anaitwa nani? Omarion, ushanelewa, na huyu naye unanielewa, Damian Mali, ushanelewa. Sasa inaonyesha kwamba game ni changamfu, na kwa hiyo ni nzuri sana game ikiwa changamfu. Alafu kitu kingine unakuta kwamba hawa watu wanapoenda kufanya hizi show huwa kuna curtain raisers na vitu kama hivyo, ushanelewa, wala wanaofungua ile show, unanielewa. Sasa unakuta kwamba wasanii kama sisi pia tunapata agenda. Ukweli. Kwa hivyo waendelee kuja Waendelee kuja. Mimi mkiniuliza ni kama hawa mapromoter wameenda kule nje wakasema hutu tu Kenya ni tufala, tutatoa pesa. Wao wasanii wote, mbona mnatuletea wasanii after every month? Ni swali tu, mimi niko na haki. Wale wana pesa wataenda. Tupatieni chance tupumue. Sasa nani ametoka hapa? Whiskey ndio huyo iwaja. Nani mwingine iwaja? Kama watu kama wameenda huko nje wakasema Kenya. You know Shanikwa is okay. Tunakufikia. Hizi gigs ni za watu wana pesa, wacha waende kistaarabu. Yeah, let them go have fun. They can pay for the concert. Kistaarabu hawa complain. Hata unasema mambo ya pesa. Sasa tukifika hapo, now moving on, yeah. Finally, I know she has such a habit for stalking people. You take screenshots, yeah? So now Instagram has a new update. Let me tell you, let me give this just to you. Yeah. Instagram has a new update that's supposed to be rolling out. So say watu wakeka Insta stories or any other post, when you take a screenshot of that, they're going to get a notification. And apart from that, they're going to have the whole notification that we have on WhatsApp when you send someone a DM and they don't reply. So they're going to see the scene. Like you read it, like you blue ticked and you did not reply. No. Sasa Otile uko na mademu wengi sana ndio mafans wako, sio? Naam. Mafans wako wote wengi wa kike, si ndio, watoto wa kike? Naam, kweli. Sasa pale ukiweka labda umeweka uko na Shanikwa, kesho uko na Finali, kesho uko na mimi naona na mimi aisha ta screenshot. Kama juzi aliniweka. Juzi nimeweka sponsor yangu. Mimi sijamwambia aseme. Kiswahili imekataa kwanza. Mimi msifikirie vibaya. Dhamini sio. Sponsor nani? Sponsor yangu eti. Ndio hiyo sasa. What do you think about this update wewe kama msanii? Maana wajua iko vizuri lakini mimi sioni hata okay, upande wangu mimi sioni sababu yake kabisa. Unanielewa? Kwa sababu mwisho wa siku mimi ni kitu nafahamu. Mimi nafahamu kwa kuna watu wananistock mwisho wa siku, unanielewa? They take the screenshots na unajua huwezi zuia mtu kufanya jambo, unanielewa? And kwa nini mtu asifanye hivyo? It's not illegal to take screenshots. Ushanielewa? So mimi hata wewe kuninotify kwamba mtu fulani amefanya doesn't change anything. They've already done it. Kile kitu tunasema sisi kama wasanii hatuna shida na hiyo. I think what would have happened is inakuuliza, do you want Shanikwa to take that screenshot? Why me? No. If it does,
I'm saying that would make but- sense. Yeah. But Yes. but why? So And maybe to those people who put their accounts on private Private. and stuff. Unanielewa. Yeah. Asa hiyo inaweza wakia bora. But somebody like me, you know, I'm a public figure yeah. and you know, account yangu iko pale. Ukiingia tayari utaona kila kitu. Sasa wazi. sihitaji uninotify kwamba kuna mtu ameingia ama unanielewa. I get it. No. Anyway, moving on, kama vile tulikuwa tunasema international stars are coming to not only Kenya but in Africa. So the famous footballer David Beckham, maneno akataa leo, Otile. is currently in Tanzania. Otile hapa na sauti ya changanya kidogo. He's currently in Tanzania with just a holiday at Serengeti with the kids and everything else. So sijui kuna nini all of a sudden watu wanaona. Lakini He was in Kenya wanyama. first. Yes. He landed in Kenya. No one knew. Imagine. Chini ya maji. Except Shani. Otile sasa hiyo Otile ukienda Kisumu kila mtu atajua. Lakini tunajua Otile mwenyewe yuko hapa tu live. Live video. So Otile saa zingine fichanga game. No, but you know somebody like this ni kama unakumbuka kuna wakati Bill Gates alikuwa Kenya and nobody knew. Mtu mmoja tu ndo alibatika kufahamu kwamba kumtambua. Unanielewa? Alitembea Kenya nzima mwanzo hata bila kujificha wala unanielewa, ile anapita tu kila sehemu. Unajua wazungu wanafanana. Unanielewa? Unanielewa? Unaweza kuwa tafano hizi movies na nini na ukakutana na mtu unayemjua hata kama ni Brad Pitt. Unanielewa? Lakini ukashindwa kugundua kwamba ni yeye. Pengine umwangalie kwa umakini maana wanafanana ni kama Wachina vile kimpango. But I think it's also because they don't come like to promote. When they come on holidays, like you want that time alone. You don't want people to crowd you and you know. Paparazzi. Yeah, you don't become the animals in Let me Masai tell you. Mara. You know, you've gone to see them. You don't become one. Finally, let me tell you. Yes, Shanika. Our Kenyan people. Yes. Our Kenyan Hata ikuwe ni people. holiday. Utajua. But these guys Just Otile landed. uende holiday Mombasa. Mara things. Ai lazima uweke. Mara on manenos. Facebook. You know? Yeah. And it's a good thing that we are attracting all these international stars, and hopefully it opens the market up for us guys now. And finally, on international news, Ariana Grande had a concert in Manchester that claimed 22 lives. So she went back to Paris, and she had just a tribute concert, and you know, just to But the That lives shows that that's she's actually with that, healing, yeah, which is a because good thing. yeah, because it's something that happened. I'm sure she's really living with a lot of guilt over it. It's so sad on her part. Yeah, it is. And you know people on social media, they are monsters. They Yes, are. they are. Oh, People yes, they started sharing photos of her when she to cut that day. Na vile anakanga akiwa kwa photo shoot. Uh-oh. That was a sad. Ouch. People in social media. Shade. You can be a witness. True, yeah. Si ndio? Yeah. Uliona venye walifanya Jimmy Gate? Usifanye kitu hapa leo. Mtajikuta huko. Otile, tuseme kitu kama hii, the terror attack that happened during labda wewe ulikuwa na show mahali kitu kama hii kafanyika, ungereact vipi? Maanake kama Ariana, she paid for the funeral, she's now doing the tribute, concert. Because it's very hard mwanzo katika position yake. Maana unajua mara nyingi watu kama sisi watu udhani kwamba what we care about is just money, you understand, as long as you're getting paid and that's it. So kwake yeye unakuta kwamba unaona hivyo vitu anavyofanya. Sasa zingine anavifanya ili kucover up, kuonyesha imani kwa watu na kuonyesha kwamba yani mimi kuwa kwangu hapa unaona ni kwa mapenzi ya mafans wangu, unanielewa? Na it's not always about the money na vitu kama hivyo, unanielewa? Kwa sababu wewe na kuacha na lot of guilt na pia watu wengine wanavyokufikiria kwamba unanielewa, Kama pengine angekuja na vitu kama hivyo, unanielewa? So ni wakati mgumu kwake, unanielewa? Na mimi sijui hata ningelia hapo naweza nikakwambia maana mazito sana. Naam. Haya sasa tupe kibao. Haya, just like that. Catch up is done. Ngoja memo. Atupatie. We are here for the music. Mimi kwanza ni hiyo unangoja moja. Gani hiyo? Tuambie, ngoja gani? Itakuwa ngumu kuimba. Sema maneno. Aisha tafadhali nisaidie. Gani? Niambie mimi nikusaidie. Yake na King Kaka. Tuitaka basi. Ngani hiyo? I give up. That's a polyphonic tune. What is that? Tungependa kujua kistaarabu, that is your current, that's what you perform. Alafu tupatie alivyonipenda kwa haraka maana muda kidogo umetupatia kisomo. Sasa kistaarabu, nyimbo nzuri tumeipokea vizuri. Wewe waendelea, yani nyimbo zako nyingi za kimapenzi. Walia sana lakini watudanganya maana at the same time wewe mapenzi huna, si ndio? Kwa nini? How sure are you? Iko mtu. Mbona unaenda round? Iko. Otile. Iko. Eh. Nani?
Wewe umeitwa sponsor, relax. Macho hasemi Sasa sponsor ni mtu. Mtu yupo. Finally you've admitted. No. Tumekafunga. Projects? Upcoming projects? Zipo kibao na kolabo kama 2 hapa Kenya za wasanii wanaofanya vizuri ambao wanaokubali vizuri. Na nyingine Tanzania, alafu tunajaribu kufuatilia kama tutapata zingine hata kama ni Nigeria, angalau tupate kupanua mabao, ushanielewa. Na kweli. So tunashukuru kwa kila siku ile hatua tunaochukua katika maisha ama katika kazi zetu. Ukituperformia ile alivyonipenda kisha mafanzo waambia nini? Kile nitaambia ni kwamba nampenda, sina mfano, naendeleeni kunipatia support yenu na kile nawaahidi sitawaangusha. Store imefurika. To dance sasa basi. Mimi naonelea sana tukienda break capella hiyo wimbo. As we go on a very short commercial break. Bwana alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule. Bwana alivyonipenda yule. Bwana alivyonipenda yule. Hey, so there you go. We'll be right back after this very, very short commercial break. Keep it right here on KTN Life and Style. Feel Good Friday. Raul si unakach wa. Bwana alivyonipenda yule. Sawa baba, sawa. Alivyonipenda yule.